بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن أصلح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحباب الله وأحباب الرسول، وجعل الله نوفاس وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم tunaambia sifa zake kamilifu limemstahiki Allah subhanahu wa ta'ala alladhi rafa'a as-samawati biquwwatihi wa basata al-ardi bihikmatihi. Allah ambaye sawa na utukufu wake amenyanyua mbingu saba katika hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala, na sawa na akili yake na utukufu wake Allah ameitandika ardhi saba. Alhamdulillah fatiri as-samawati wal ardi ja'il al-malaikati rusulan أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. tunaendelea kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kaiachanisha mbingu saba na ardhi saba, kisha baada ya kuiachanisha akajalia kaumba malaika uli ajnihatin mathna. Miongoni mwa wale malaika kuna wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawaumba na ubao mbili wa thulatha wa arba'a, na kuna wengine Allah amewaumba na bao tatu. Kisha baada ya kuwaumba na bao tatu Allah anazidisha. Allah anasema wadba, anawapa na wengine bao nne. Yazidu fi khalqi man yasha, Allah anazidisha kuumba kama jinsi anataka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi surati shura, na ukirudi katika suratu Shura aya zake za 20 Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia Allahu latifu biibadihi, Allah ni mpole kwa waja wake. Yarzuqu man yashaa wa huwa qawiyyul aziz, anampa amtakaye riziki, Allah anamuinua amtakaye, Allah anampa afya amtakaye. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala ni mpole kwa waja wake. Man yuridu hadithatul akhirah, Allah anasema atakayependa faida ya akhira, atakayependa kuingia siku ya kiyama peponi, nazida lahu fi harthahu, bila shaka sisi tutakuwa tumemzidishia katika ubora wake. Ikiwa kama tuko duniani tunaiomba akhira ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atazidishia ili tuendelee na kufanya vitendo vizuri hadi siku ya kiyama twende tukairithi walladhina yarithuna aljannata firdaus, tunakwenda kuirithi aljanna ya firdaus siku ya kiyama. Kisha Allah anasema wa man kana yuridu hadithati dunya, na bila shaka kwa wenyewe wataipenda kuirithi dunia, nuti minha, na tutawapa dunia yao hapa duniani. Yani ikiwa kama Ibn Adam anataka ipate sifa za dunia, anataka awe waziri, anataka awe rais,
anataka awe mfalme, Allah anasema nu'ti minha, tutampa hadhi ya kuwa duniani. Wama lahu fil akhirah, na hakikisheni ya kwamba siku ya kiyama, siku ya kuingia peponi, man nasir, hutakuwa na chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. أحباب الله وأحباب الرسول وجوى الله نواجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لي أنتقل بحضرتكم من هنا إلى هناك، وما أدعو كما هناك. هنا موضوع اليوم مكتوب على شهر شعبان. vijana marafiki zangu, wazee wangu, mama yangu kama baba yangu, nisikilizeni. Siku ya leo nataka nikuambieni habari za huko na kule, na laiti nitakuambieni habari za huko. Hakika maudhui yetu ya siku ya leo tutajaribu kuipitia katika shahru Shaaban. Yani tutajaribu kuzungumzia ni habari gani, ni ibada gani ambayo muaminifu wote anakusudia kuyapitia katika hiyo mwezi wa Shaaban. Na kutokana na hiyo mwezi wa Shaaban ni mwezi wa 8 miongoni mwa miezi ya Kiislamu. Na hiyo mwezi Allah subhanahu wa ta'ala kamwamrisha Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukithirisha ibada miongoni mwa ibada. Hadithi ya kwanza imepokelewa na Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala, naye pia amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aliwahi kutuambia bwana mtume ya kwamba inna Allah azza wa jalla khalaqa baharu min an-nur tahta al-'arsh. Anasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza ya kwamba hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala khalaqa baharu min an-nur tahta al-'arsh, aliumba bahari ya nuru. Yani Mungu aliumba mtoni mkubwa sana yenye kupatikana na mwanga ndani yake. Tahta al-'arsh, inapatikana chini ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma khalaqa malakaini, baada ya Allah kuiumba hiyo mtoni ya nuru, ameiweka chini ya arshi yake, kisha anaumba malaika wawili janahani, na miongoni mwa wale malaika Allah anawapa bao mbili. Kwa maana tumerudi katika shukrani yetu ambayo tumeanzia. Allah anasema uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Allah anasema sawa na utukufu wake anaupa malaika wake bao mbili. Hapo kutokana na hiyo hadithi ya Anas ibn Malik anasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza kwamba Allah ameiumba bahari ya nuru chini ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma khalaqa malakaini, kisha Allah anaumba malaika wawili janahani, na wale malaika Allah anawapa bao mbili. Ihdahuma bil mashriq, ukipiga hesabu ya hiyo bao moja ya wale malaika wawili Allah anaumba, bao yao ya kwanza imeshika kwenye mashriq, wa akharuhuma bil maghrib, na bao lao ya pili linashika kwenye maghrib. Ra'suhuma tahta al-'arsh, kichwa chao kinapatikana chini ya arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rijlahuma, na miguu yao tahta al-ardh sab'a, maji miguu yao linashika chini ya mbingu ya ardhi 7. Maji ardhi ya kwanza, ardhi ya pili, ardhi ya tatu mpaka ardhi ya 7. Hapo katika hisabu ambayo hiyo miguu ya wale malaika inashikwa katika chini ya ardhi ya 7, ardhi ambayo tunaishi tulianzia hisabu ni ardhi ya kwanza. Ingia ndani ya ardhi ya pili, ardhi ya tatu mpaka ardhi ya 7. Ndio mahala ambapo miguu ya wale malaika Allah ni waumba wanapatikana hivyo katika hisabu ya maumbile yao. Hebu tazama utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anakuambia yazidu fi khalqi man yasha,
Allah anazidia kuumba viumbe vyake kama jinsi anataka Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha hiyo hadithi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amara Allah subhanahu wa ta'ala dhalika almalakani, itakapofika katika hiyo mwezi wa Shaaban Allah atamrisha wale malaika wawili yalbisu fil ma, atawaambia yeye malaika wawili ingieni kwenye maji mnakoga. Yani wale malaika ikiingia tariki ya kwanza katika mwezi wa Shaaban, wale malaika waliingia ndani ya hiyo bahari wanaanza kukoga. Kila wakizidia habari za kukoga imeingia tariki 2 tariki 3 mpaka itakapomalizika shahru Shaaban, maji tariki 30 ya mwisho wa mwezi wa Shaaban, Allah subhanahu wa ta'ala atamrisha wale malaika watoke ndani ya hiyo bahari. Baada ya kutoka wale malaika, Allah atawaamrisha wapite zile bao zao. Linafahamika mtu akiingia kwenye maji, baada ya kutoka kwenye maji ama mtu akishika huko, baada ya kumaliza kuna lile tone la maji linatoka katika mwili zao. Kisha wale malaika baada ya kutoka katika hiyo mtoni za nuru, Allah ataambia wapige bao zao. Baada ya kupika zao, yani bao zao, kila tone la maji ambayo litakapotoka katika mwili ya wale malaika, fakhalaqa Allah subhanahu wa ta'ala malikul akhir, maana Allah anaumba tena malaika mwingine kutokana na hiyo tone la maji ambalo litakalotoka katika ile bao ya wale malaika. Baada ya kuumba hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, faamara Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tamrisha wale malaika ambao atakavyowaumba kutokana na hizo tone la maji litatoka katika yale mwili ya wale malaika, liyastaghfiru ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lengo la kusudi Allah atawaambia wawe wanaomba msamaha kutokana na watakayofanya jitihada, watakayekithirisha kwa kuzidisha ibada katika hiyo mwezi wa Shaaban. Hiyo ni faida ya kwanza kwa mtu ambaye atakayekithirisha ama atakayefunga katika hiyo mwezi wa Shaaban. Faqala aidan alayhi salatu wassalam, anazidisha kutuambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema fa inna Shaaban shahri, bila shaka kieni ya kwamba hiyo mwezi wa Shaaban ni mwezi wa habibi na Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakbiru, jikazani sana, jitahidini sana, fanyeni nguvu sana kwa kukithirisha kuifanya ibada katika hiyo mwezi wa Shaaban. Fa inna shahru Rajab, Mtume anasema hakika mwezi ambayo tumeiacha ni mwezi wa 7 miongoni mwa miezi ya Kiislamu. Alipotuambia Allah hiyo mwezi wa Rajab ni mwezi kwa ajili ya kujitoharisha miili zetu. Fa inna hadhihi shahru Shaaban, hakika hiyo mwezi wa Shaaban ni mwezi ya kila mtu kukosha nafsi yake. Fa inna shahru Ramadhan, litakapoingia mwezi wa Ramadhani ni mwezi ya kila mtu aipate fadhila fulani katika hiyo mwezi wa Ramadhani. Ukiitazama hiyo mwezi, lengo na kusudi kwa Allah kutumbia shahru Ramadhani, Allah alituambia kwamba kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili tupate kuwa wacha Mungu. Yani mwezi wa Rajab ambao umepita ni mwezi wa mimi na wewe tulifanya jitihada kwa kukosha miili zetu. Inapoingia hiyo mwezi wa Shaaban, mwezi wa 8 miongoni mwa miezi ya Kiislamu, inakuwa kwa ajili ya kukosha maroho yetu. Tutakapoingia katika mwezi wa Ramadhani, la'allakum tattaqun, ili tupate kuwa wacha Mungu. Allah subhanahu wa ta'ala sawa na utukufu wake, ilipoingia hiyo mwezi wa Shaaban, Allah subhanahu wa ta'ala alimteremsha Jibril alayhi salatu wassalam. Mtume anasema jaa'ani Jibril fi hadhihi ash-shahr,
alimtokea mimi Jibril alayhi salatu wassalam kutokana na hiyo mwezi wa ana kuntu fil manam, na mimi nilikuwa katikati ya usingizi. Faqala ya Muhammad, amenambia ewe Muhammad, kum fi hadhihi shahr, amka kutokana na hiyo mwezi, hakika usiku wa huyo mwezi ndio usiku afdal miongoni mwa usiku kwa ajili ya mtu kuitafuta fadhila yake Allah subhanahu wa ta'ala. Faqamat, nimeamka usiku kama huu. Baada ya kuamka amekumbuka kisa kipindi ambapo aliwahi kusafiri pamoja na Jibril kutoka duniani, kisa cha Mi'raj. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alipokwenda huko Mi'raj na alipokuja hiyo siku Jibril alayhi salatu wasalam, ishara ambayo aliwahi kuyaona siku ya kwanza ndo ishara baada ya kufanya ibada katika mwezi wa Shaaban. Ikabidi Jibril alayhi salatu wasalam anamwambia irfa'u ra'saka ila samaa, amsha uso wako, amsha kichwa chako, utazame huko mbinguni, utaona nini? Jibril alayhi salatu wasalam baada ya kusafiri na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda Mi'raj, Mtume anasema tulipofika katika mbingu ya kwanza, ra'aitu, niliona yani kuku mnene sana, na yule kuku alikuwa abyad, macho yalikuwa ni nyeupe. Sijawahi kuona rangi nyeupe toka kuzaliwa kwangu hadi kwenda Mi'raj. Kiumbe cha kwanza ambacho niliwahi kiona kina weupe zaidi, hakuna kiumbe kimemzidi yule kuku. Anasema unene wa ule kuku ni mnene mno, urefu wake umeshika chini ya arshi ya Allah na miguu yake inashika chini ya ardhi ya kwanza. Macho miguu ya ule kuku inapatikana chini, yani hapa katika ardhi yetu ambapo tunaishi. Na sauti ya yule kuku kila akifanya dhikri, akisema subhanallah, unasikia sauti ya yule kuku, unasikia ni kama ra'd. Unajua kama mvua zinaanza kupiga, likipita hiyo ra'd huwa kila mtu anashtuka vibaya. Hapo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nilipomuona yule kuku anafungua mdomo wake, kila akisema subhanallah, bila shaka unasikia sauti yake ni kama ra'd. Na yule kuku toka alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hawa makuku wote wanapatikana duniani, hata kuwa kuku yoyote atafungua mdomo wake kabla yule kuku anapatikana baina ya mbingu ya kwanza hajafungua mdomo wake. Maki yule kuku akisema subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illa Allah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, atakapomaliza hiyo dhikri, kisha ndo makuku wote ambao tunaishi nao duniani wanaanza kupiga kelele. Kwa sababu ya nini? Wameshamsikia yule kuku ambaye kaumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Yule kuku anakifikisha kuifanya ibada. Hasa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kutokana na yule kuku, sawa na sifa yake, sawa na weupe wake, atakayokifikisha kufanya ibada katika hiyo mwezi, Allah subhanahu wa ta'ala huwa atamlipa faida kama vile yule kuku anakifikisha kuifanya dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa utizame ndugu zangu, Allah na viumbe miongoni mwa viumbe, sio mpaka binadamu ndio vina haja kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema walillahi junudu fi samawati wal ardi, Mungu anapatikana na jeshi lake mbinguni kama hivyo ardhini. Kisha Allah anasema lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, vimemsabihi Allah subhanahu wa ta'ala vitu ambavyo vina akili, vitu ambavyo havina akili uko mbinguni na ardhini. Ule kuku ukipiga hesabu maskini hana akili, lakini anamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala. Hii hadithi ya kwanza ambayo Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ametuambia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha Jibril alayhi salatu wasalam na kumfahamisha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba atakayefanya ijtihada, atakayefunga siyam fi hadhihi shahri, atakayefunga siyamu katika hiyo mwezi, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atamrisha wale malaika wake wawili.
wataanza kumwombea istighfar kwa Allah subhanahu wa ta'ala ila yaum as-saa, mpaka ingia wakati ya kiyama. Yani sasa piga hisabu ndugu zangu, uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala amenijalia mimi na wewe katika ile umma ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. na kutokana na hadithi ya pili an Muadh ibn Jabal, hadithi ya pili imetoka kwa Muadh mtoto wa Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, naye pia anasema واحد من الأيام جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم siku miongoni mwa masiku tuliwahi kukaa tuko tunastarehe pamoja na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaingia kijana fulani ndani ya msikiti, alipoingia anatuambia assalamu alaikum wa rahmatullah, ametutolea salamu. Baada ya kutoa salamu anakwenda pembeni ya sikio ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumwambia, ya Rasulullah, mimi nimeona alama kabisa toka kuzaliwa sijawahi kuiona. Fasaluhu alayhi salatu wasalam, tuma anamwambia, ajabu gani umeiona toka kuumbwa kwako mpaka ufike siku ya leo? Hujaona viumbe vya ajabu Allah alivyoviumba? Anasema hapana, raaitu fil manami, kwenye usingizi wangu wa usiku wa leo nilipolala kabisa nimeona ndoto fulani, na hiyo ndoto nimemuona ndugu yangu miongoni mwa ndugu ambaye kabisa ilikuwa kila ikifika shahru Shaaban, ikiingia katika hiyo mwezi, alikuwa anaifuzia bila kufanya ibada yoyote, japokuwa kwamba hiyo ni miezi miongoni mwa miezi za sunna. Kuna watu kabisa nakwambia, bwana, sunna ukipenda kufanya unafanya, unapata malipo bwana, ukipenda kuacha unaacha, huna malipo wala huna adhabu. Hapo anasema yule kijana tabia yake kabisa, kila itakapofika mwezi wa Shaaban alikuwa anaifuzia, alikuwa anaandalia miongoni mwa miezi ya Ramadhani. Anasema mimi kutokana na ibada yangu itakapoingia mwezi wa Ramadhani ndio nitakuwa nakithirisha kufanya ibada ili nipate kuwa mcha Mungu. Anasema baada ya kumwona yule ndugu yangu nilimwambia assalamu alaykum, salama na amani nikufikie. Fala, na yule ndugu yangu nilipompa hiyo salamu, fala ahudu alayhi bisalam, hakuwahi kunitikia salamu yangu. Fa as'aluhu, na mimi nimemuuliza hiyo salamu ni fardha, yani salamu kutoa ni sunna, lakini kuitika ni fardha. Kwa nini nakutolea salamu hali ya kuwa sunna, na wewe kabisa unakataa kunirudishia salamu hali ya kuwa kukubali kuitika salamu ni fardha? Faqala, nasema yule sahaba, inna salam, hakika salam ni miongoni mwa ibada. Yani kutoleana salamu kwa umma ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikisheni ya kwamba ni ibada. Hata nilipomtolea yule ndugu yangu salamu, ameniambia na hali ya kuwa mimi sina tena miongoni mwa wale ambao wanafanya ibada, walipobaki huko duniani ndio wanakithirisha kufanya ibada. Fakaifa tahudu alayka bisalam, na itakuwaje mimi nikurudishie salamu hali ya kuwa sina tena katika ibada yoyote? Alipoisikia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hiyo sahaba, yani hiyo swali ya yule kijana, anamwambia naam. Yule sahaba kabisa alikuwa amepatia, japokuwa alikuwa hajajithirisha ibada yake katika shahru Shaaban, lakini alikuwa na ibada ambayo ilikuwa ni ibada ya siri. Yule sahaba kazi yake itakapofika mchana mzima alikuwa anasulia, lakini itakapofika usiku kutwa maskini alikuwa hana usingizi. Atakapomaliza salatu al-isha, akirudi nyumbani kwake anaamka kiamu laili. Kazi yake ilikuwa anasali, akimaliza kufanya kiamu laili anaanza kufanya istighfar, akimaliza kufanya dhikri anaanza kusoma Qur'an. Baada ya kusoma Qur'an alikuwa anamalizia kwa dua. Kwa hiyo haiwezekani mtu ambaye alivyokuwa duniani baada ya kufa kwake ikabidi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kaitoa hiyo hadithi ya kwamba idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalatha,
Ikabidi bwana mtume anaanza kufasiri wale masahaba, anawaambia idha mata ibnu adam, atakapokufa ibnu adam, inqata'a amaluhu illa min thalatha, vitendo vyake vyote duniani vinamalizika. Kama alikuwa anasali duniani, atakapokufa huko ibada yake Allah subhanahu wa ta'ala biyamjuzi. Ikiwa alikuwa anatoa sadaka, ikiwa alikuwa anafunga, ikiwa alikuwa anafanya ibada kadhaa wa kadhaa, atakapokufa ibnu adam, bila shaka vitendo vyote vinaenda ndugu zangu, illa min thalatha, isipokuwa vitendo vitatu ambavyo waliwahi kuvifanya hali wakuwa yuko hai. Kitu cha kwanza anasema as-sadaqatul jariya, yule kijana ambaye aliyomtolea salamu, kazi yake duniani kabisa alikuwa anakithirisha kuifanya sadaqatul jariya. Maana ibada ambayo tuliitekeleza katika hiyo mwezi ni kama sadaqatul jariya. Ikiwa kama utasoma Qur'ani wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kama sadaqatul jariya. Maana sadaqatul jariya ni sadaka ya kudumu, hali ya kuwa baada ya kufa kwako utakapoingia ndani ya kaburi, hiyo rehema yote Allah subhanahu wa ta'ala inaanza kuingia ndani ya kaburi yako. Hiyo ni sadaka ya kwanza huyo kijana kabisa alikuwa anakithirisha kwa ajili ya kuifanya. Sasa leo maskini, jiulize nafsi yako, bila kusaulika nafsi yangu na mimi nijiulize, toka nilibali mara ngapi nimefanya sadaqatul jariya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumebakia tu kazi yetu ni ubishi, tumebakia kazi yetu ni kuzungumza habari za mechi, tunabakia habari yetu kuzungumza habari za politiki tu. Una habari ndugu yangu, Katumbi alizungumza hivyo, una habari, sikia mtu alifanya hivi. Hiyo mwezi kabisa ni mwezi ya kutitirisha miongoni mwa ibada. Tazama, hiyo ni sadaka ya kwanza huyo kijana alikuwa anafanya, alikuwa anakithirisha kutokana na hiyo mwezi, na ilikuwa ni sadaka ya kufichama sana, ilikuwa sio sadaka ya Allah. Kinyume na sisi siku ya leo, kila nikifunga siamu leo, msikiti mzima watajua tunafanya alifunga siamu. Nitakaponunua kafia msikiti mzima watajua hiyo rangi fulani ya msikiti fulani kijana fulani ndio alinunua. Maana sadaqatul jariya yetu ya siku ya leo linakuwa ni dhahiri, linakuwa kama nyimbo. Hapo nasema jambo la pili, au ilmu yuntafahu bihi. Na yule kijana kabisa alikuwa na elimu yake, aliwahi kuelimisha watu, inakuwa inamletea manufaa kwa kila yoyote atakayefuatilia miongoni mwa zile elimu, akimsomesha mwingine, yule mwingine anasomesha, bila shaka hiyo rehema ambayo aliacha duniani ya elimu inaanza kumwendea ndani ya kaburi yake. Hiyo ni sadaka ya pili ambayo yule kijana alikuwa anakifikisha. Ama sadaka ya tatu, au waladun salih yud'u lahu, au alimwacha kijana, alikuwa na kijana wake ambaye alikuwa ni mcha Mungu, sawa na mcha Mungu wake. Baada ya kufa kwake yule kijana, kile itakapofika mwezi wa Shaaban, anaanza kuomba istighfar kwa ajili ya baba yake. Hata kutokana na hiyo istighfar ambaye alikuwa anaomba kwa ajili ya baba yake, Allah subhanahu wa ta'ala anaanza kumtegemshia ihsan ndani ya kaburi yake. Kumbe haya maneno matatu ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kumwambia yule kijana anaanza kulia, anasema itakuwaje ndugu yangu, alipokuja duniani alikithirisha kufanya ibada, lakini alikuwa hajatupa na sisi na hiyo fasi ya kutufahamisha ya kwamba miongoni mwa mwezi wa Shaabani ukiamkia usiku utakuwa umefanikisha katika ibada fulani. Kumbe Uislamu ndio ni dalili hapa, hii kabisa ndio ni dalili. Ilikuwa desturi ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya tatu kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, hiyo hadithi kabisa liko kama maji ya kuna mbele ya wanachuoni wote dunia mzima. Itakapofika katika hiyo mwezi, hutakuta msikiti fulani bila haijazungumziwa katika hiyo hadithi. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, huyo mama Aisha alikuwa ni mcha Mungu, na ukitazama kwenye khutba ya kila wiki wanakuambia wa ana Aisha ummul mu'minin, huyo mama Aisha takuwa ni mama wa waaminifu wote siku ya kiyama, yani ndani ya janna. Na hiyo Aisha maskini bado alikuwa binti mdogo sana, na alikuwa ni binti Abu Bakar, baba yake alikuwa binti ni Abu Bakar. Anasema ya kwamba ma ra'aytu sallallahu alayhi wasallam yasumu, sikuwahi kumuona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anakithirisha kuifanya ibada za sunna za siyama illa shahru Shaaban,
isipokuwa mwezi wa Shaaban. Maana mtume ilikuwa ikianzia tariki ya kwanza miongoni mwa mwezi wa Shaaban, ikifika mwezi yani ikifika siku ya kwanza mtume anaanza kufunga, ikifika siku ya pili mpaka siku 15. Itakapofika siku 15 hapo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam huwa alikuwa anafanya kituo, na hicho kituo chake haijamaanisha ya kwamba ndiye mwisho. Ukirudi katika kitabu kimeitwa Minhaj Muslim, hiki kitabu hadithi mpokezi wake ni Hudhaifa ibn Asid radhiyallahu ta'ala anhu, anasema ya kwamba alikubalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mimi pamoja na masahaba wenzie, anasema ikiwa kama mtu alikuwa anakithirisha kuifanya ibada za sunna, yule mtu atakuwa anafunga yaumul bayda kila mwezi, ikifika tariki 13, 14, 15 anafunga, ikifika Jumapili na Jumatatu yani Alhamisi anafunga, itakapofika Muharram anafunga hiyo siku za sunna za Nabii Musa, itakapofika shahru Rajab anajitahidi, itakapofika miongoni mwa shahru Shaaban amejitahidi kufunga sunna, basi kwake sio makosa ikiwa kama kesho itakuwa imeingia Ramadhani na siku ya leo kabisa nafunga, kwake sio makosa, sababu anakithirisha kuifanya ibada. Na anazidia kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anatuhusia miongoni mwa faida ya jinsi yake alivyoiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuambia nini? Tujaribu kuvitangulisha vitu ambavyo vitakavyotuletea manufaa siku ya kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim. Allah anasema tujitahidi kutoa vile ambavyo baada ya kuvitoa duniani tutakavyoenda kuvipata kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa lazima tujue ni nini ambao tuna haja kutoa. Ukiuliza mwanadamu wote dunia mzima, itakapofika mwezi wa Shaabani kabisa, hiyo mwezi ndio ufisadi unaanza kuzidi. Wadilifu wanasema inabaki mwezi mmoja ili tuingie katika mwezi wa Ramadhani. Hivi kabisa tunataka tuwaje wanamke malaya wote wa guest house ya Kolwezi, vijana ukende kuwakuta baada ya salatu al-isha utakuta vijana wa Kiislamu na wazee wa Kiislamu. Kila ukimuuliza kwa nini unafanyia, wanakuambia bwana Ramadhani inataka kuingia. Mwezi wa Ramadhani kazi yake la'allakum tatakun, ili tupate kufanikisha tu wacha Mungu. Lakini katika hiyo mwezi lazima tumalize kiu cha zinaa. Vijana wanaanza kwenda kuzini. Mabinti wa Kiislamu anasema alhamdulillah, Ramadhani kabisa linataka kuingia, wache tupate starehe ya kuziniwa, sababu itakapoingia mwezi wa Ramadhani hatuwezi tena kuzini maskini. Maana hapa katika hiyo mwezi wazee wa Kiislamu, vijana wa Kiislamu, mabinti wa Kiislamu, kina mama wa Kiislamu, ibada yao katika hiyo mwezi ni zina. Tusiombe ibada nyingine. Kuna wale ambao alhamdulillah alaiha hadhiru kitabu billah, wenyewe kabisa wananusukika na zina, kazi yao ibada katika hiyo mwezi ni kutumia pombe, sharab. Mtume anasema itakapofika akhir zamani, watu badala kuipokea Ramadhani kwa rehema, kuipokea kwa furaha, lakini wao wanaanza kujisigisha kwa kutumia pombe. Ukimliza kwa nini unatumia pombe, anakuambia